kumrazi katika episodi iliyopita, basi imekata pasipo na mwongozo. Ni sasa tunasonga katika next episode hii hapa. Yes, bongera picha toka ndani ya nyumba Mafia Respect Family. Na huyu hapa mitamboni ni kipenzi cha wana. Usisahau kubonyeza subscribe hapo kwa ajili ya kuweza kuenjoy na kufurahia burudani za moto zote zinazotoka ndani ya nyumba. Yes. Bwana, huu ni moto katika zile za moto kali. Hii ni kali katika zile kali. Bwana, hii ni dude katika madude mazito. Utakwenda kuenjoy na kufurahia. Kumbuka sauti unayosikia ndani ni ya kipenzi cha wana Suniri D, Babride, Babara Baba mnyama. Mnyama sana, bado tuko pamoja. Tunahakikisha kwamba kitu roho inapenda unaipata pasi kwa wakati sahihi popote pale ulipo ndani nje ya Tanzania. Yapa wanaita Kill the Bandit. Uwa mshenzi huyo, mnyang'anyi, filauni. Yes, ita vyovyote ujisikiavyo wewe. Yani maana yake wewe roho yako inataka iteje, basi ita hivyo hivyo. Lakini tunamaanisha ni mtu ambaye hana maana hata kidogo. Hatakiwi kubaki katika ulaia wala katika maisha ya kawaida. Yes, mtu katili, banditi. 没什么关系了吧？比你年轻多了啊，你早晚也会老。哎呀，我看二伯母是风韵犹存，这mzigo wetu unakwenda kuanza pale tulipoishia. Yes, palipokata pale pasipo na mwongozo aina yote. Nasi ndo tunakwenda kuianza pale. Yes. 儿子， Kumbuka tutaiweka na dakika za kutosha hii episodi, kwa sababu tu ya kufidia zile episodi zilizopita kule. Iliyopita ile tutaifidia huku. Basi wakati huo Mwamba akiendelea kutambulisha wazazi wake, alikuwa nao mama zake watatu wote ambao onekana wanampenda mno. Yes. Yaani wanampenda kupitiliza. Ukifanya mchezo usitambue mama mzazi wa huyu mtoto ni nani. Yaani mpaka usanuke kweli kweli. Na sijajua kama hapa pia yuko mama yake mzazi au la. Lakini wote ni wake wa mheshimiwa, wanamuita bwana Lu. 行了，最后给你介绍 Yo Yin， wanamuita Yo Yin， 年轻的，但是人称外号燕绝京津冀，几大租界玩的那叫一个开。 现在不行了。 Ni jambo la kujiuliza Mwamba sijui alipata wapi habari hizi, au zilikuwa tayari zishafika huko, au Yo Yin ni Ostazi Sheikh Maalim alichukua jiko lake watoto wake watatu akatulia nao. Basi tena ni mgeto mmoja. Lakini hizi ni imani ambazo wachache sana wanazo. Wewe mwenzangu na mimi jaribu ufe, maana si jambo la kawaida. 小曼，这北洋大学毕业的女大学生就是不一样，就是有眼力劲。来。 Basi walimkaribisha vyema sambamba binti, wanamuita ai au AI. Ukimwita hivyo Xiaoman sio mbaya. Xiaoman, oya, ulipata wapi mlembo huyu? Maana mlembo kweli. Binti ni mlembo. Niambie, twende tukakae. 我说你们还真有点意思啊！ Mna kitu kingine cha kuweza kuniuliza? Basi huko alipigishwa kahawa, ananyweshwa na machenza. Huku kahawa na machenza, atake asitake. Vipi kuhusu baba? Yuko wapi? Maana nimemletea mchumba hapa nyumbani amuone. Mbona haonekani? Baba. Baba. 别喊了， Asa baba yako ametoka bana. Yuko zake huko Misere. 去那边了。 Hapa ametuambia ameenda kwa bosi miao. 啊？ 哎，我说你 Nataka kuniambia mimi sijaelewa. Ameelekea kwa bosi miao. Kaenda kufanya nini labda huko? 找多少个男人？那一个苗老板， Ina maana kwenda bado kushindana na bosi miao. Usiongee kwa nguvu wewe, sauti yako weka chini. Asije katokea ghafla akatusikia hapo. 给我们留点面子好不好啊？ Lazima uwe na adabu pindi ambako unaongea mambo haya. 咖啡趁热喝啊！ Kunywa kafe ni nzuri. Yaani kahawa. 过些日子我弟 Basi lazima niende nikaonane na baba huko. 姨妈 Kwa sababu nimemletea hapa mrembo huyu, lazima akamuone. Basi kurupuka. Twende. Wewe unampeleka wapi? Wewe bado tujazungumza naye. Sio maji jamani. Unaenda kweli? Mheshimiwa alikuwa nimeandaa supu kwa ajili yako. Achana na mimi. Wewe sio mama, mlete. Bado tunamtaka huyo. Dogo wa hovyo. Hawajaridhika wazazi, lakini ameondoka naye. Tuachana hayo, ni huku upande wa pili.
kulikuwa kuna show kama kawaida. Basi mzee yuko hapa akitazama kwa makini. Yes. Alikuja mwamba na dogo na binti anamuita Xiaomang. Xiaomang ni jina ambalo tumeliona katika picha fulani hivi. Wanaita Hit the Wall. No, kumra, so Hit the Wall. Iron Heart. Bongra picha. China Mjapani lile. Pia. Afu fupi tu. Safi mzee anapiga makofi. Baba. Wewe tena uko hapa. Habari. Xiaomang. Yes, Xiaomang. Ngoja nikueleze. Kamnongoneza kitu. Unasema? Kwa uaminifu namna hii. Njoo binti, njoo. Binti mlembo njoo kae hapa. Mjomba. Umeitwa Xiaomang. Anasema ndio. Baba. Acha basi kumuuliza hivi maana umri wake bado mdogo anaona aibu. Mbele za watu namna hii itakuwa aibu zaidi. Ndio maana watu wanatazama, lakini na mimi pia napenda kutazama mchezo huu na kufurahia. Vipi mzee? Mzee anasema ndio. Anasema msichana huyu ni mwenye busara sana. Hakika ni mwenye busara. Uko sawa. Basi ni wakati wa kufurahia. Tuenjoy burudani. Oya. Sikiliza nikwambie. Oya, jiko ili mwanangu. Hata chombo. Jiongeze. Anaka kitu kidogo. Baba na wewe. Mtu na baki ni vichwa vibuku. Vipi? Una mpango gani? Tufanye mpango sasa, tuchukue mzigo huu. Tengeneze kasherehe fulani haraka haraka namna hii maisha yasonge mbele. Sasa binti alikuwa anaiba silaha kwa mzee huyu. Sema. Sio jambo la kupoteza jambo kama hili kwa sababu yeye ni mwaminifu. Anaonekana kabisa ni mlembo. Sawa, nitalifikiria. Umeona? Ile binti pale anaimba vizuri na kufurahisha. Umeona? Nyimbo zake mimi huwa nazipenda kwa kweli. Ingawa sielewi kabisa, lakini najaribu kuweza kutafakari zaidi. Baba. Mbona unaamini sana watu hawa wanaoimba hapo mbele? Unajua nini kinafuata? Mimi siwezi kuamini, ngoja nikuonyeshe kitu. Makofi namna hii. Safi. Mimi hapa ni naitwa Lu wanamuita Lu Yongyi, yani jina la baba yake. Lu Youyi, Lu Siling Zhizi. Ni mtoto wa Lu Yongyi, anaitwa Lu Zizeng. Lu Zizeng. Yes, ni mtoto wa kapteni. Changda feichang de jing. Nataka nione kuhusu habari ya utendaji mkubwa wa Miao. Jingcai de shihou. Yes, si mzuri sana katika hili. Jintian wo yao chai chuan. Kuna njama kubwa huwa wanafanya hawa. Nataka niifichue. Nini wewe? Nasema kuna njama. Daja do kandao la. Kila mtu aliona hapa. Nama piao. Sempa amependeza sana. Nani alimuona bosi Miao? Nadhani kila mtu Polisi hawezi kuelewa kuhusu hapa. Kila siku vitu vingi huwa vinafichwa katika eneo kama hili. Haya ni maua ambayo yamewekwa hapa special kwa ajili ya kutengeneza mpango. Kwa hiyo huu ni mpango ambao si wa kweli kabisa. Opera hii ya hapa ni feki. Kuna sauti nyingi ambazo zinatengenezwa na si muimbaji yeye wala nini. Kwa hiyo anatumia redio labda zile sauti. Captain Lu, lazima uelewe kuhusu bwana Miao. Anajaribu kucheza triki kwa ajili ya kucheza mipango hii. Miao si mtu wa kawaida. Wewe nyamaza mtoto, unaharibu sherehe. Alimpa. Mshenza mvuta bastora. Bunduki yangu iko wapi? Oya tusepe. Bunduki yangu iko wapi? Ngoja nimkamate. Wewe mtoto mwana haramu umekuja kuharibu sherehe, unasema anatumia triki. Kwamba sauti ndo anatumia hapa, si muimbaji huyo. Ameharibu sherehe ya babake, ni mtukutu vipi? Unaona mchezo niliocheza huo? Sema mbona? Lakini umeharibu sura ya babako kuhusu mpango huo. Unamfanya awe na wasiwasi sana.
我那几个小妈对我有多好。 Nimefanya hivyo kwa sababu mama zangu wa kambo waliniambia kuhusu huyo bosi Miao ambaye anatengeneza ushindano mkubwa. Alimpiga busu binti kapotea. Wewe mshenzi wewe. Atalicheka kweli. Ala. Mtoto ni mpumbavu huyu. Amenidhalilisha hapa mbele za watu. Itakuwa ni mama zake wa kambo watatu wale. Wanasema ni mama zake wa kambo. Wote watatu tutakuwa wamefanya hivi. Kumbe bunduki ilikuwa hapo chini. Ilikuwaje bunduki yangu kumbe ilidondokea hapa? Na ilidondokea chini kabisa. Haya, basi nimeharibu bunge la Zalula huko. Nimeharibu kila kitu, njoni niwasimulie mama zangu. Yaani niliingia hapo, sawa? Ili kulipa kisasi changu. Nimevuruga kila kitu. Umefanya nini? Ina maana umeenda kufanya vurugu? Hapa inaonekana mguu fulani, ukiutazama tunajua kabisa hii ni pisi ya kufa mtu. Afu pisi hii ikizama katika maeneo ya kile kidubwana ambacho ilitoswa karatasi. Yes. Ina maana ujumbe huu umemfikia huyu binti nani haswa? Hatujui. Pisi ya kwenda inaonekana. Maana mguu tu wenyewe ni mguu wa soda. Kweli bwana. Mtoto fulani mlimbwende mno. Hatujamfahamu bado, tulia kwa umakini. Nyie mjui nilichokifanya? Wanacheka. Bosi Miao uso wake aliweza kuweka mbali. Atahisi kukasirika mpaka kunywa pombe. Nimeharibu sherehe yake yote. Na nimemwambia kabisa jamani, hii ni triki. Hapa hakuna mwimbaji wa opera. Unasikiliza mchezo wa opera ambao tayari usharekodiwa. Kwa jukwaa lote likanisikiliza mimi. Baba yangu akawepo pale ananiangalia kwa umakini. Najua baba yangu lazima ataweza kufurahia hili. Watu walishangilia kwa ajili yangu. Baba alikasirika kidogo. Alitaka kutoa bunduki. Ataka kuniua. Wapi wewe? Ulikuwa ni mpango ulishatengenezwa. Bunduki yake tuliificha kwanza. Nilijua baba na mipango yake. Usijali. Anasema bunduki aliificha kwanza. Kumbe alimleta dogo na yule binti akamwambia kabisa muongeleshe huko. Then kule bunduki ifichwe ilikuwa ni mpango huu. Wa bwana mdogo huyu kichwa kibao. Wakati ujao na wategemea nyinyi kwa ajili ya kuweza kunisaidia. Lakini baba najua hasira zake na anakuaga mkali. Mtambembeleza. Unafikiri kwamba itakuwa rahisi namna hiyo kumbembeleza? Baba yako hataweza kumsikiliza yoyote hapa. Sijui kama atakusamea kirudi. Usijali. Kila kitu kitakaa sawa. Wewe ni mama yangu. Wewe ni mama yangu. Nyote mama zangu. Hamtaweza kuniacha mimi nidhurike. Mtanisaidia baba, ni mtamfundisha somo tu. Si ndio? Anasema kweli kabisa mtoto, kwa mwangalifu hakuna shida. Wewe ni bora young master. Ni bora young master. Eti umemaliza kila kitu. Si ndio? Umefanya vurugu. Ni jambo la kufurahisha hilo. Mpumbavu kabisa wewe. Ngoja. Kumbe alichukua rungu. Ngoja, ni umeharibu kila kitu, sherehe ya watu. Na mimi nilikuwa najenga ushindani naye. Kimbiza kweli kweli. Mzee kamkosa gongo. Baba, shenzi wewe mtoto. Usimpige si. Utaniua mwanawe. Baba utaniua. Angalau unajaribu kuweza kunifanyia utaniua. Mshenzi unasubutu kuweza kuleta ujeuri bado. Lakini bosi. Usifanye hivyo. Huwezi kumpiga mwanao kwa kiasi hicho kamuumiza. Ndio baba yangu, ndio baba yangu. Baba yangu anataka kuniua, anataka kunipiga. Lakini kwa sababu ya tena unyamaze hapo. Tabia yake unaona anayofanya kila siku. Yaani amejaribu kuleta vurugu mbele ya watu. Anasema tutajaribu kumwadhibu. Tafutie adhabu nyingine sio hii. Usijaribu kumpiga mtoto. Wote walimwombea, wanampenda. Ikiwa wanampenda bosi Miao, basi kumbe bosi Miao ndo naelewa sasa. Ikiwa unampenda bosi Miao, basi endelea umpende, lakini usimuumize mtoto. Usimpige mwanao. Kumbe yule binti ndo anaitwa bosi Miao ambaye alikuwa akiimba pale. Na yeye alikuwa anaonesha mitindo yake mizuri ambayo bwana mkubwa alikuwa anaifurahia sana. Sasa ndo nadadavua vizuri, naelewa na mimi hapa. Maana kwa bado sijaelewa kabisa kwamba yeye anampenda sana yule mbinti, anaimba ile mitindo ile ya opera. Sasa
Dogo amesema kwamba ni mziki tu wa redio ambao umerekodiwa. Kama ulishaangalia picha inaita Forest Blood ipo kule. Rekodi fulani. Yes, inarekodiwa kama ni picha mpya nimeipiga hivi karibuni. Forest Blood, bonge ya picha. Yes. Basi ameenda kumwalibia binti ili pia amuuzi mzee. Mzee amwache binti kwa sababu si mama zake wako huko watatu. Yes. Asema yeye anaonekana kikosi cha komunisti. Nilisikia kwamba amemwaga damu. Adhabu imemwangukia. Pumbavu kabisa. Ngoja nikwambie kitu. Yaani jiwe hili halitakiwi kugusa chini. Sawa? Huwezi kukaa hivyo. Ujuzi wa aina gani huu? Ninachojivunia kwa Wachina pekee ni kwamba watoto wao adhabu gani huwa wanapenda kuwapa. Yaani hiki ni bora mno, maana yake adhabu ya Wachina wengi sana watoto zao kama hawa wazee ambao wamekulia kwenye sanaa za kijeshi, basi wanawapa adhabu za mazoezi mazito ambayo wanaamini akitoka hapo anakuwa strong na anakuwa mwenye uwezo mkubwa mno. Binti alikuja hapa. Nini kimetokea? Pata kwanza kinywaji. Kuna nini? Asema mambo yameharibika. Mmoja wa kikosi chetu ameweza kuuliwa. Na hii ni mipango ambayo wa Japani wameweza kuisambaza kila sehemu. Sasa gazeti hili amelipata huko, akaanza kuchora namna hii. Binti huyu bado hatujamnasa haswa jina lake ni nani. Tutamnasa taratibu. Tazama. Kana hawa ni wanachama. Miaka 3 baadaye silaha za Kijapani ziliingizwa Beijing. Wizi ni wa lazima. Anasema ni kama neno la msimbo hili. Wajapani wanaingiza silaha katika maeneo haya. Juhudi zote hizi. Mimi huenda katika kambi za michezo kusikiliza opera tu. Lakini nataka niweze kujua namna gani watu hawa wanafanya ushenzi namna hii. Napenda sana opera. Yaani ule mziki unaoimba kule unaitwa opera. Lakini bado tunakabiliwa na maadui wengi ambao tunapaswa kuweza kudili nao. Hapo walionekana Wajapani wakijaribu kuzunguka katika maeneo haya. Bila shaka kuna jambo linaendelea. Yule binti alikuwa hapa pia pamoja na huyu mzee. Bado hatujawanasa, haswa tulia kwa makini. Uko na kipenzi cha wana, tutawafahamu. Lakini wao wanaonekana wa komunisti. Ni watu asili mno. Wanaonekana hizi lori zote zitakuwa ziko njiani. Ndio. Ngoja. Lauta. Hebu angalia kwa makini. Hao madereva watakao kwa hapo. Mimi nitajua namna gani kuweza kudili na jambo hili kwa umakini pia upande wangu. Lakini kuna lori za bidhaa ambazo zinaingizwa katika mji huu. Ni kuweza kudili nazo kabla ya kufika katika eneo la tukio. Jambo hili ni siri na tunapaswa kuweza kufanya kwa nguvu moja pasipo kupoteza mpango wote. Yes, tunasubiri bidhaa hizi zifike katika eneo la tukio tuzisambaratishe. Wana ndugu wote inabidi waweze kuelewa hili. Bwana mdogo, mwanangu kipenzi we, wamekuja wote watatu. Oh mama. Mapaja yanauma kweli kweli. Mtweni tumsaidia kae chini kwanza, maana amekaa muda mrefu pale. Yaani tangu asubuhi sijui hiyo pitiliza mpaka mchana huko. Yes. Angalia maskini. Na baba yake huwa ndo anampaga adhabu hii za mazoezi mazito. Yes.
就是你们怎么能这样呢？ Sasa amewekwa juu, 的机会， anachuliwa namna hii. 我知 Lakini wakati huu baba yangu naona kama vile anarudia adhabu zile zile ambazo mimi nishazizoea. 什么？ Kwa hiyo wakati mwingine naona kama vile raha tu, wala sionagi maumivu sana, lakini inachosha kukaa muda mwingi. 怎么了，二妈？又要哭？ Vipi jamani, kuna kitu gani? Mbona unalia? 二妈是高兴， Nawaza tu, 看儿子这么 maana wengine wote wanafurahi, 妈是 lakini hawajui jinsi ambavyo baba yako anajisikiaga wakati mwingine. Yani anaonekana anaumia sana katika haya, 你说你这么一夸儿子， lakini wote 闯下祸来， wanapaswa kuweza kulifikiria hili. 其实你也不是不知道，他能饶得 Tunajisikia vibaya katika hilo, maana babu mzee anapaswa kumsamehe kila wakati 时候说 bwana mdogo wake. 第三宝贝儿子呀，就是， Asema japokuwa sisi 还不是三宝贝儿， sio mwenetu, lakini 就 tunampenda, tunaumia vile anateseka. 我呀， Mimi 反正你们这种， acheni kuogopa. Yo. Mimi mwenyewe siwazi kitu chochote. Kuna nini kinatisha? 我爹 Acha niwaambie, Shen. baba yangu amekuwa hivi kwa sababu 就是你们仨给惯的， kwa sababu nimemwharibia Jo. kila kitu, ndio maana amekasirika. 我还就不信了。 Siamini kama 看你们仨这边了， atakuwa hana upendo kwenu nyinyi wote. 我能不能 Nyote itakuwa na wapenda. Chunga. Lakini wewe miao 拽回来？ yule nitadili naye mwenyewe, 爷， bwana mdogo. 爹看上女人， Wakati mwingine inabidi kuweza kuangalia baba yako bado ana nafasi ya kuweza kuongeza mwanamke mwingine, huenda atakuja kukupenda kama sisi ambavyo 爹 tunakupenda. 的脾气给惹毛。 Mzee sijui amewaloga watoto au sijui dogo hawa wanawake au huyu dogo amewaloga hawa wanawake, maana 明白， upendo anaopewa na mama zake hawa wote wa kambo, anasema 儿子， basi 我是 ni wa kipekee sana kiasi kwamba Ta- huwezi amini mzee, 大胖子， kama ni ni mama zake tu wa kawaida. 谁给他传宗接代？是不是？我心里跟明镜儿似的，所以啊，他不敢。 Basi mizigo mingi ikishushwa bandalini, miongoni mwao ni mizigo ya silaha ambazo zinaingizwa kibabe katika mji huu na Wajapani. Yes, 杉下、今回は anasema kila kitu kinapaswa kwenda vile vile, napaswa kuwa angalifu. Sawa, kuna noma. Oh, Huyo anamuita Okamoto. 先生， Vipi? 我已经按照您的吩咐， Mmefanya kwa ajili yako mheshimiwa, kuna noma. Tayari kila kitu kimeenda sawa. Mipango yote ya serikali basi itapaswa kuweza kwenda vile vile kama ipasavyo. 军火一进入了英， Silaha zikiingia tu ni kufungua mipango yote na kujua namna gani tunashika kila sehemu ambako tulikuwa tumepapanga. 这是卡车到仓库之间这 Ni kweli kabisa, na lori ziandaliwe kwa ajili ya ubebaji wa silaha hizo 今晚 mapema sana. 武馆的武士安插在卡车沿途的路上。 Asema masamulai, wale wapiga upanga ndio ambao wameandaliwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo usalama huko kama wote. Kuhusu swala zima la silaha, masamulai wapiga panga wale 任何可疑分子秘密的 tunapaswa kuweza kufanya kuwa wasirisiri kidogo, tusijiache sana, kwa sababu ni bunduki ambazo ziko humu, yani silaha za moto ndizo ambazo zipo katika maeneo haya. 我这就去办，去办，去办。 Wanasafirisha silaha na hizi ndizo ambazo zinawaumiza kichwa wa China. Ghafla Mwamba anapiga simu na mkurugenzi, 有事拜托你。 nahitaji msaada wako. 如果你们听到什么动静的， Nadhani umesikia kuhusu kelele zozote. 出队。 Anasema nadhani ukisikia kelele zozote usitoe timu yako mapema. Yaani anaongea na askari wa polisi kwamba ikiwa akasikia kelele zozote basi asipeleke timu. Inaonekana wao watakuwa na kichafua. Yes, pamoja na Wachina. 感谢了。 Kwa hiyo kwa kuwa nashirikiana nao basi inabidi yaende sawa mipango. Sawa sawa, hawa wote ni vibaraka wanatumikishwa. Mzee tulikuwa naye katika picha fulani hivi wanaita a secret sniper. Yes, kama baba yake na binti fulani hivi. 这帮日本人 Kundi hili la Wajapani 还挺鬼的， inatisha sana. 但我不知道你们干什么。 Unafikiri hata sijui nini cha kufanya. Anawaza nini cha kufanya. Hapa kulionekana mzozo. Mzozo uliopo hapa ulikuwa ni wa bwana mdogo wa kumuita 各大报社的同志， wa kumuita Lee Sing 金门所 Lang Lee Sing Lang. Anasema tumekusanya biashara zote, inagharimu kama pesa mingi hii. 通知了，金门所有的报纸我全都通知了。 Wamekusanya mizigo ya kutosha ambayo imesafirishwa, inagharimu kama yuani za kutosha.
Kwa hiyo ziko hapa yuani za kutosha. Yes, na check time. Mizigo iko hapa. Sasa waandishi wa habari wanakuja. Mwaga petroli. Sijui ni nguo zimekamatwa huko wapi, sijui za Wajapani, basi zinapigwa moto namna hiyo. Ni uchokozi ambao wenyewe wanauchokoza huu. Utakuja uangalie, maana Wajapani si watu wa kawaida. Basi zinapigwa picha. Yes. Lakini haya ni makubaliano ya baina ya watu wawili. Kati ya bwana mkubwa anamuita Ru Xingzeng na mwambo anamuita Li Xingrang. Hao wao wamekubaliana kwamba wanataka kuoneshana ubabe kwenye kupigana na Wajapani. Ilipigwa wese la kutosha. Hala hapa pa kweli. Oh Mungu. Basi nadhani kila kitu kinakwenda kufurahisha. Kesho lazima utamshinda Lu Xing katika mpango wako huu. Choma moto. Ruzi lazima tunaenda kumshinda Ru Xingzeng. Ru Xingzeng competition hii. 小曼他们来了。小曼 yuko hapa. 小曼， 小曼 uko hapa. 这李熙冉， kuna nini? Mbona anaonekana na nguvu sana? Li Xirang. 看看他怎么耍。 Nimependa mchezo aliocheza. Fanya. Tuoneshane ubabe. Ubabe mjini hapa. Wakienjoy namna hiyo wanafanya ubabe. Sasa hiki walichokamata sijajua ni nguo za Wajapani kama sikosea. Anasema na hakika kila mtu anajua mimi ni nani hapa mjini. Ni mtoto wa bosi Miao. Bosi Miao tena? Mimi ni mtoto wa bosi Miao, msanii maarufu wa kucheza opera. Hapa ni mtoto yule mama. Leo nataka nionyeshe kitu hapa. Je, wajua kwa nini niko hapa leo? Ni kuchoma bidhaa za Kijapani. Yes, bidhaa za Kijapani zinapigwa moto. Bwana, mtoto wa bosi Miao huyo anaitwa Li Xirang. Umeona hiyo? Unaweza kulipa. Amechoma bidhaa za Kijapani na maana amefanya ushenzi wa kikatili kupinga Wajapani. Sasa wao wawili wanapaswa kuweza kucheza competition hii. Watu walifurahia kuona ubabe huu. Si mchezo kwa vimbia wa Japani. Kumbe wahuna na vimbiana wenyewe kwa wenyewe. Safi kabisa. Hapa itakaenda kulipwa hii. Mwalimu Li, nadhani hiyo ni nzuri. Umefanya vizuri kabisa. Nani umefanya tukio kubwa ambalo kwangu mimi la kawaida. Okay. Umeona ushenzi huu? Haya, nataka nione wewe ushenzi gani ambao utakaofanya utakapozidi uwezo wangu. Kishindwa ina maana kwamba utakuwa ni kwangu huna chochote. Utaniita baba. Mwenyewe ambaye utaniita babu. Sawa? Lu Xingzeng. 你不会是输不起想抵赖吧？ Usijaribu kukata tamaa sasa. 有子征，要不然我说你就叫了得了。这戏这花费也挺大的。 Sasa ni mpango unaenda safi kabisa. 你们这样，你找 Hii imekuaje? 我吧。 Ngoja tuone mchezo huu utakuwaje. 做梦呢你！ 这样，冯永贵，你不是想一直跟着我们玩吗？ Vipi kuhusu bwana mkubwa? 今天 Ataulipaje mchezo huu? 开个眼， Mama anasema nataka nikuonyeshe kitu kipya. 知道？ Najua hiki ulichokifanya wewe unaona kwako ni jambo kubwa, lakini si kubwa. Halina ukubwa wote hilo. 李少爷， Mwalimu mdogo, 你呢？ una furaha sana. 太 Nakwambia usiwe na furaha. Kwa sababu hapa hakuna cha kutisha. Haya Wachina wote geukeni huku na waandishi habari. Sawa? 招日货，那仅 Haya, amechoma bidhaa ni jambo la kufurahisha. 真正的演出。 Lakini hili ni onyesho la kitoto sana. 要是想看重头戏， Mnataka kuona tukio kubwa? 我来。 Nifuateni mimi. Nataka kuona tukio kubwa? Follow me. Nifuateni mkaone tukio la kibabe. Woo! Hapo Mwamba anasema nifuateni, follow me, mje muone tukio kubwa. Nani aache udambu. Waandishi habari ni kukimbiza gari mwanzo mwisho. Mwamba alikuja hadi bandarini.
hapa bandarini. Anasema kila kitu kimepangwa. Nadhani mizigo imeandaliwa hapa, si muda itakuja kubebwa na lori. Pale pale bandarini lori ngoma inaingia. Gari ya mheshimiwa. Yes. Ya bwana mkubwa huyo. Huyo wanamuita Lu Xingzhang. Kaja bandarini, sehemu special ambayo mizigo inaingia na kutoka ya Kijapani. Na hapo Wajapani walikuwa wameandaa mizigo yao, wanasubiri lori kwa ajili ya kupakia. Mwanaume akasogea hapo hapo. Nadhani unaweza ukanunua vitu hivi. Tununue zote? Baba yangu ana pesa mingi sana. Lundo lile ni sawa, lile pale. Tutachoma moto lile na lile. Nadhani litamtosha. Oi, njoo. Nataka hilo hapo, lundo hilo. Samahani mheshimiwa. Bahati mbaya hizi haviuzwi. Kwa hiyo tuko hapa tutakuwa tumecheza kinyume. Haviuzi? Kivipi wakati watu wote wanataka kufanya biashara na nyinyi hapa? Na nyinyi mmesema mmekuja na bidhaa katika taifa la China kwa ajili ya kufanya biashara. Hem, tuambieni bei gani mnauza? Samahani. Anasema tunataka kundi la bidhaa. Binti mwingine ameingia. Anataka kundi la bidhaa. We, unataka kuweza kununua bidhaa? Kwa lengo gani? Mimi nataka ninunue kwanza. Kwa nitanunua mimi kwanza bidhaa hizi kisha utanunua. Lazima iwe hivyo. Wajapani wakanongonezana, alafu muuni mmoja akatoka. Akaondoka zake. Hapa majadiliano kati ya watu wawili. Huyu binti ambaye tumemwona hapa ambaye anaonekana ni mkomunisti wa siri, lakini pia na bwana mdogo wakijibizana. Leta pesa hiyo tununue bidhaa hapa. Unaona kibunda hichi? Hii ni amana yangu hapa. Wewe una kiasi gani? Hem, nione. Pesa ndefu kweli. Bidhaa tunaweza tukabadilishana kupitia dukani. Unatania, kumbe wewe unatania biashara ya watu. Yaani watu wanazungumzia pesa, wanazungumzia ujinga. Unafikiri kwamba ni rahisi sana kuweza kuzipata bidhaa kama hizi? Hebu acha niendelee na biashara yangu. Ndio. Ndio. Mheshimiwa, kuna mtu anataka kununua bidhaa zetu. Subiri. Samahani kidogo. Kundi la bidhaa ile haliwezi kuuzwa. Kwa nini haliuzwi? Unatania? Mimi nataka ninunue bidhaa ambayo imeingia katika taifa la Kichina na nyinyi mmekuja kufanya biashara mnasema hivyo. Sasa kwa nini msiuze? Waandishi wa habari wamefika wewe. Wamekimbiza lori kwa muda dakika zote hizo mpaka wamefika. Oh, good. Hiyo ni nzuri sasa. Akapanda juu baada ya kuona kabisa waandishi wa habari wamefika. Kila mmoja nadhani yuko tayari kuona kundi la bidhaa hili hapa ni kwa ajili yetu. Kwa nini lisiuzwe? Kuna kitu kibaya ndani yake? Yes, kama hamuuzi, je, kuna kitu kibaya ndani? Lakini lina thamani kubwa sana, huwezi kumudu. Angalia pesa hiyo. Mimi nina pesa mingi mno. Unajua mimi ni mtoto wa nani? Mtoto wa bwana mkubwa anamuita Lu Yongli, wanamuita Yongyi. Hiyo ni pesa ndogo tu nimewatangulizia. Mkitaka nyingine zaidi nitawapa, washenzi wakubwa nyinyi. Inaonekana kama vile hamuna tatizo na pesa, hamtaki pesa. Acha baba yangu aweze kutumikia mizigo hii, afanye kazi. Sasa, subiri kidogo. Ngoja nikuulize tena. Anaenda kuuliza tena. Inakuwaje kuhusu hizo bidhaa, maana mtu ametoa pesa ndefu mno. Haya, dogo ni kichai. Anataka kumuonyesha ushenzi ndugu yake anamuita Li Xiangrana. Yes. Anataka kwenda kuchoma moto bidhaa za Kijapani ambazo zinasemekana pia ndani yake kuna silaha na makombora. Manake silaha zilizomo mabomu pamoja na silaha za kawaida, risasi. Yes. Na maana huo ni mlipuko mtupu. Na Wajapani, na yeye hajui kama hizo ni silaha. Anachojua hapo hii ni bidhaa tu za Kijapani, labda nguo, vitu vya hapa na pale. Sasa yeye amekuja bandarini direct, anakuja kuchoma moto. Ngoja tuone mipango yake inafikia wapi. Maana huu ni wanaharamu wa kupitiliza, ambao anataka kuweza kumuonesha ndugu yake. Lakini hapa anagusa jeshi la Kijapani ndani kabisa. Kuchoma silaha za Kijapani ambazo wenyewe wamezisafirisha na kuzileta hapa kwa nguvu kubwa si jambo la kawaida. Asante sana. Twende sambamba hii hapa. Episode imekuwa ndefu.